بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا دائما وكفى، حمدا كثيرا فكم أعطى وكم لطفا، أوجد الكائنات من عدم وأنشاها، وعلم جهر كل نفس ونجواها، وقال قد أفلح من زكاها، وبعدها قد خاب من دساها، وهو الذي بفضله سواها، ومن صنوف جوده حباها، نحمده على نعم أولها ووعلاها، لو عدها العد ما أحصاها، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا تباركا، شهادة يحبها ويرضاها، وأرجو أن نلقى الله بها جميعا معتقدين المعناها عاملين بمقتضاها، وبعد. وقال الله تبارك وتعالى: عما بعد بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال الشاعر: أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقوى. وقال أيضا: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروه فيها فلما علموا أنها ليست الحي وطن، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عباد الله، ndugu zanguni wapenzi watukufu katika imani, awali ya yote ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma, alitujalia mimi na wewe leo hii kuipata neema kubwa, na si nyingine ni neema ya Uislamu. Lakini pia vile vile ndugu zangu katika imani, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa uchache kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin, kwa kuwa yeye pamoja na kutupa neema hii ya Uislamu, Allah ambaye ametujalia afya ambayo iliyokuwa imara, Allah ambaye aliyekuwa ametujalia leo hii kuweza kutaka kuidiriki Ijumaa hii ya leo hii. Ndugu zangu katika imani, na yusia nafsi yangu basi na kusahau kuhusia nafsi zenu kunako sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema: walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, amma kwa hakika tuliwahusia wale ambao waliokuwa wamepita kabla yenu nyinyi, watu wa kitabu, lakini nanyi pia vile vile tunakuhusieni kunako sala zima la ucha Mungu, ambao Allah amesema: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, na mpaka tufikiwe na yakini ile ya kifo angalikuwa tukiwa tumo ndani ya Uislamu. Mshairi mmoja akasema ya kwamba inna lillahi ibadan futana, Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wana akili timamu, talaku dunia wa khafu alfitana, wameipa mgongo dunia wakihofia zile fitina ambazo zimo ndani ya dunia. Kwa nini? Nadharuhu fiha, wameitazama hii dunia, falamma alimu, amma baada ya kuitambua, annaha laysatil hayyi watana, ya kuwa dunia hii si yenye kudumu, dunia hii si yenye kubaki milele, kuwa hapa duniani ni kituo ambacho tunapita, kuna maisha mengine baada ya maisha haya dunia. Wakafanya nini mabwana hawa? Ja'aluha lujjatan,
wakaifanya hii dunia kuwa ni mawimbi, wattakhadhu salihal a'mal fiha sufna, na wakayachukua matendo yao mema wakayafanya kuwa ndio safina la kuvukia katika dunia hii. Nini maana yake? Hii ni moja miongoni mwa sifa za wale ambao wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala, au hadaiki na dunia, hawachanganyikiwi na yale mambo ambayo yamo ndani ya dunia. Wao wanaandaa matendo yao na amali zao kwa ajili ya kesho, kwa ajili mbele ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi ndugu zangu ni wapenzi watukufu katika imani, maudhui ya hutuba yetu ya leo, unwani ya hutuba yetu ya leo, kichwa cha habari cha hutuba yetu ya leo, tutazungumzia maisha baada ya Ramadhani. Tunatambua ya kwamba tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani umekwisha ondoka, mwezi ambao ulikuwa ni mwezi wa baraka na rehema nyingi ndani yake, mwezi ambao tulikuwa tumeuacha mchana wake kwa kufanya majambo yetu, kwa kula kwetu, kwa kukutana na wake zetu, kwa kufanya starehe zetu mbalimbali. Tulikuwa tukijizuia katika masiku hayo ya mchana huo, mwezi huo wa Ramadhani, kwa subira, lengo kujikurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulikuwa tukikesha katika usiku huo, katika mwezi huo wa Ramadhani, qiyamul laili, tukiswali kwa kunyenyekea, kwa kulia, kwa kutoa machozi, kwa kugalauka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile ni mwezi ambao tulikuwa tukisoma sana Qur'ani ndani yake, ni mwezi ambao tulikuwa tukijitahidi kuzichunga nafsi zetu. Nafsi zetu tulikuwa tukiziweka, tukifanya matendo ambayo yanampelekea mtu ili aweze kuwa mcha Mungu. Tulikuwa tukifanya jihadi mbalimbali katika mwezi huu wa Ramadhani. Tulikuwa tukiomba istighfari kwa wingi katika mwezi huu wa Ramadhani. Tulikuwa tukikithirisha sana kuomba dua mbalimbali katika mwezi huu wa Ramadhani. Tulikuwa tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na moto katika mwezi huu wa Ramadhani. Ama kwa hakika amefaulu yule ambaye aliyekuwa ametoka na khairi na baraka za mwezi huu wa Ramadhani, yule ambaye aliyekuwa ameutendea haki yake ule mwezi wa Ramadhani, mtu ambaye aliyekuwa ameupa haki yake mwezi wa Ramadhani vile ambavyo vinavyotakikana, basi mtu huyo anakuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wamefaulu. Ama yule ambaye aliyekuwa amepata hasara katika mwezi huu wa Ramadhani, maana yake mwezi huu wa Ramadhani haukuupa haki yake, basi mtu huyu anakuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepata hasara. Ndugu zangu ni katika imani, mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja ukiwa na malengo makubwa sana kwa waumini, umekuja ukiwa na makusudio yaliokuwa matukufu sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani tukufu ya kwamba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مهر شهر لعلكم تتقون. Allah azza wa jalla asema ya kwamba ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliokuwa mmeamini. Allah ametuita kwa kususifia kwa jina ambalo lilikuwa zuri, ambao tulikuwa tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishwa, mmekalifishwa, mmerazimishwa, mmepewa amri juu yenu nyinyi mfunge, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo walivyokuwa wameamrishwa, wamelazimishwa waliopita kabla yetu, la'allakum tattaqun, lengo mimi na wewe ili tupate kuwa wacha Mungu. Ndugu zangu ni katika imani, yapasa tutambue ya kwamba Ramadhani ni chuo, Ramadhani ni shule, Ramadhani na madarisu ambayo yalikuwa yakimpa malezi, yakimpa tarbia mwanadamu, malezi ambayo yalikuwa mazuri, ili badala yake Ramadhani hii inapoisha imwache mwanadamu huyu akiwa na sifa na tabia na matendo ya kicha Mungu. Ramadhani hii tumesema ya kwamba ni shule ambayo mtu yoyote, mwanafunzi yoyote akiingia katika darasa hilo lazima atatoka na manufaa. Ni lazima mtu huyu atatoka akiwa amenufaika, amepata elimu kubwa sana katika darasa lile. Ama vinginevyo mwanafunzi huyu atoke katika chuo kile akiwa ametunikiwa ijaza.
mtu huyu akiwa ametunukiwa cheti. Ni sawa sawa leo hii mtu ambaye aliyekuwa amejenga urafiki na mfua vyuma, kule kumtembelea kwako ule mfua vyuma, hata kama haukujua kutengeneza vile ambavyo anavyotengeneza, basi tambua ya kwamba nguo yako itaathirika na cheche na ule moto wa mfua vyuma, au utaondoka ukiwa na harufu ya chuma. Ndiyo maana yake Ramadhani ilivyokuwa. Sasa leo hii ni ajabu iliyoje. Watu tumeingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu matokeo yake Ramadhani inakuisha, inaondoka, inatuacha tukiwa tupo watupo, inatuacha tukiwa tumepata hasara. Ile sifa ya ucha Mungu ambayo Allah azza wa jalla ameielezea ya kwamba wanatakiwa wakinaye wale ambao wenye kufunga, la'allakum tattaqun. Wallahi wa billahi, waislamu wa leo hii, waislamu wa zama hizi, sifa hiyo na tabia hiyo hakuna. Imekuwa funga zetu tunazozifunga ni habaa mansura, hamna kitu, ni mavumbi matupu. Lengo ya funga ni tupate mafundisho mbalimbali, lengo la funga ni tupate adabu, tuadabike. Ramadhani iondoke, tulikuwa tukiswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Ramadhani ikiondoka ituache vile vile tukiwa tumethibiti katika ibada. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, bimaana al-maut. Endelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale ambapo utakapofikiwa na yakini, mpaka pale ambapo utakapokuja umefikiwa na kifo. Na hii ndio istiqama sawa sawa ambayo Muislamu anatakiwa kuendelea nayo. Huku ndiko kunyooka na kuendelea kuthibiti katika ibada. Sio rohi Muislamu wafunga Ramadhani mpaka Ramadhani, wewe waswali Ramadhani mpaka Ramadhani, wafanya matendo mazuri Ramadhani mpaka Ramadhani. Aina nadha ikhwani, wapi tunaelekea ndugu zangu? Ndio maana leo hii tupo kuzungumzia maisha baada ya Ramadhani. Je, tunatakiwa tuishi maisha ya namna gani? Ni lazima tuthibiti katika ibada, lazima tuwe na msimamo katika ibada zetu. Yale yote ambayo tuliokuwa tukiyafanya tukiwa tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi tuhakikishe ya kwamba tunaendeleza. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu, basi lazima tuthibitike imara, lazima tuwe na msimamo na tumuombe maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Huku kuthibiti ni kuthibiti katika ibada, ni kuwa na msimamo katika ibada. Allah asema, mwambie mtume, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, kuwa na msimamo katika ibada zako na majambo yako kama vile ambavyo ulivyokuwa umeamrishwa. Wa man taba ma'aka, na kuwa pamoja na wale ambao wenye kutubia. Wala tatghaw, na wala msije mkapetuka mipaka mkafanya mambo kinyume na vile Allah anavyotaka tufanye. Innahu bima ta'maluna basir, hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo tunayotenda katika matendo yetu, basi Allah yeye ni mjuzi. Allah subhanahu wa ta'ala ni anayaona. Lakini pia vile vile an-nabii sallallahu alayhi wasallam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuendelea kutuhimiza na kututisitiza kuwa na msimamo juu ya kuthibiti katika ibada zetu. Juu ya hadithi ambayo aliyokuwa ameipokea Abi Amr, baadhi yao wakasema anaitwa Abi Umar as-Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala qultu, as-Sufyan anasema ya kwamba qultu, nilisema ya Rasulullah, kumwambia ewe mjumbe wa Allah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, ewe mtume wa Allah, niambie jambo mimi ambalo linalohusiana na Uislamu, ambalo jambo hilo kwa vile ambavyo unaviona na kufikiri siwezi kumuuliza mtu mwingine au aina yoyote isipokuwa nitakuuliza wewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia, kul amantu billah thumma istaqim, sema ya kwamba nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha kuwa na msimamo, bimaana thibiti katika zile ibada zako. Lakini leo hii waislamu, leo hii tulikuwa tukidumu na ibada za swala, hususan tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini leo hii bila asafi shadid, Ramadhani imeondoka, wengi wetu tumeacha kutekeleza yale ambayo tulikuwa tukiyafanya tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bimaana ya kwamba kule kuthibiti kwetu katika ibada kumefanyaje? Kumepotea. Ndugu yangu katika imani,
jiulize maswali yafuatayo. Ukitaka kujua kwamba wewe umethibiti katika ibada au unazipuuza ibada, jiulize maswali yafuatayo. Swali la kwanza, jiulize, je, umeshawahi kufikiria kufunga hata siku moja katika masiku yale ya kawaida kinyume na Ramadhani, ukajitolea kwa kufunga? Au wewe ulikuwa tukifunga katika mwezi wa Ramadhani peke yake, masiku haya mengine kwa wewe unaona hayana faida kufunga hizi funga za sunna? Lakini pia vile vile jiulize, je, ulishawahi kutenga usiku hata mmoja kuamka kuswali qiyamul laili, au kile qiyamul laili ulikuwa ukiswali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Jiulize, je, umeburudika vipi na kusoma Qur'ani? Au Qur'ani hii hivi sasa tuiacha, tulikuwa tuisoma tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo hii tunakwenda kusikiliza muziki, Qur'ani tunakuwa tumeitupa? Jiulize hilo. Je, unaendelea na tabia hiyo ya kuendelea kusoma Qur'ani? Jiulize, je, umemtaja mara ngapi Allah subhanahu wa ta'ala tokea imekwisha Ramadhani? Au ndio tunakaa tunaleta soga za kipuuzi, maneno ya kijehuri, maneno ya kipumbavu, tumeacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Ulishatenga muda tokea imekwisha Ramadhani kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi? Jiulize, je, umeshakwisha toka machozi kwa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kukumbuka yale madhambi yako ambayo uliokuwa umeyafanya katika ulimwengu huu, au yale uliyakumbuka tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu ni katika imani, anapenda matendo ya mja ambayo anayofanya kwa kudumu, sio matendo ya mja ambayo anayofanya kwa muda mfupi bila ya faida yoyote, lakini yale matendo ya kudumu Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambayo anayapenda. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, mtume wetu mtukufu anatuambia kwamba ahabbal a'mali ila Allah, matendo ambayo yalikuwa mazuri na yanapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha wa inqar, ni matendo ambayo yenye kudumu hata kama yanafanyika kwa uchache. Ni bora ukajitahidi kwa kila siku unaamka angalau kila wiki mara moja mara mbili, swali tu hata rakaa mbili, lakini rakaa mbili ambazo zenye kudumu, kuliko kuswali rakaa 8 ambazo si zenye kudumu. Allah anapenda matendo ambayo yenye kudumu, yale ambayo tuliokuwa tukidumu nayo tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi kwa hakika inatupasa mimi na wewe tuendelee kudumu nayo baada ya Ramadhani. Na ndio maana hutuba yetu leo tunazungumzia maisha baada ya Ramadhani. Ndugu yangu katika imani, jambo muhimu uthibiti katika miezi mingine kama vile ambavyo ilivyokuwa ukithibiti katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa udumu nayo ni kufunga zile funga za sunna. Na funga za sunna moja wapo miongoni mwao ni kufunga 6 Shawwal. Hivi sasa tupo katika mwezi wa Shawwal, kwa hiyo kuna masiku 6 ambayo ndani yake inatakiwa tuyafunge, na siku hizi ni bora. Hadithi ambayo aliyokuwa ameipokea Abi Ayyub al-Ansari radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume mtukufu anasema ya kwamba man sama Ramadhan, yule ambaye atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma atbahu 6 min Shawwal, kisha akafuatiliza na kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahar, mtu huyo anahesabika sawa sawa amefunga funga ya mwaka mzima. Lakini leo hii tumejiwekea taratibu na desturi ya kwamba zile siku 6 katika mwezi wa Shawwal wanafunga wakina mama na wazee. Yapo maneno hayo yanazungumzwa hivi, lakini la hasha, zile siku si kwa ajili ya wanawake, sio kwa ajili ya wazee. Zile siku ni kwa ajili ya Waislamu wote ulimwenguni, wafunge kwa sababu ndani yake kuna baraka kubwa sana zinazopatikana. Lakini pia vile vile tujitahidi kufunga funga za Jumatatu na Alhamisi. Hizi siku ni bora sana ndugu zangu katika imani. Lakini sivyo hivyo tu, tujitahidi kufunga ayyamul abyad, masiku meupe. Kuna siku 3 katika kila mwezi. Siku hizo ni siku nyeupe, ni siku ambazo Waislamu wanatakiwa afunge, ambayo wanaelezea kwamba mtu ambaye atakayefunga siku moja ujira wake ni sawa sawa na 10 mfano wake. Kwa mtu akifunga siku moja atahesabiwa amefunga siku 10. Mtu akafunga siku 3 itahesabiwa mtu huyo amefunga mwezi mzima.
mtu akafunga miezi 12 yote, mtu huyu atakuwa anaingia katika hesabu ya mtu ambaye alikuwa amefunga siku 360, bimaana ya kwamba mtu huyu amefunga mwaka mzima. Lakini pia vile vile tunafunga ya Arafa, tujitahidi kuzifunga funga hizi. Tunafunga ya Ashura, pia vile vile tuna qiyamul laili, kisimamo cha usiku. Tusifanye kuwa tu ni kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapana, tudumu na ibada hii, kwani kwa hakika bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema afdhalus salati ba'da al-fardha as-salatu al-layl, swala iliyokuwa bora baada ya swala zile 5 za faradhi ni kisimamo cha usiku. Simama usiku, swali rakaa zako 2. Tambua kwamba swala hizi au rakaa zako 2 unazoziswali hata ukatumia dakika 5, basi zile ni bora zaidi baada ya kutoka swala ya faradhi. Je, haya tunayafanya? Hao tulikuwa tukidumu nayo tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya kuisha Ramadhani tunayaacha? Lakini pia vile vile ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kutoa sadaka. Tulikuwa tukidumu katika mwezi wa Ramadhani kutoa sadaka mbalimbali misikitini, maeneo mbalimbali, kuwasaidia watu, kulisha watu mbalimbali. Lakini baada ya Ramadhani kuisha, milango hile kama vile kwetu inafungika. Ule huruma na moyo wa kutoa sadaka tunaacha. Tumetoa tu sadaka tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tambua ya kwamba ndugu yangu katika imani, hii sadaka ambayo inayotoa ni kinga kwako wewe dhidi ya maadui na maradhi. Sadaka humtakasa mtu kutokana na husuda mbalimbali na chuki. Lakini pia vile vile sadaka inakwenda kutakasa mali ya mtu, inakwenda kuzidisha, inakwenda kutia baraka katika mali ya mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi ambayo alikuwa amepokea Abu Hurairah, anasema kwamba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume asema ma naqasat sadaqat min mal, hizi sadaka ambazo tunazozitoa 200 zetu, 500 zetu, 10,000 zetu, 500,000 zetu, milioni zetu, hizi haziendi kupunguza chochote katika mali ya mtu. Wama zada Allahu abadan bi'awfi illa 'izza, lakini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye anayetoa sadaka amsamehi tu madhambi yake, isipokuwa mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala anampa utukufu. Wama tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'a Allahu azza wa jalla, na yule ambaye atakayekuwa akinyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika utoaji wake huu wa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala anamnyanyua daraja, anamnyanyua katika daraja ile ambayo ilikuwa ya juu sana. Ndugu zangu katika imani, hizi sadaka ambazo tunazozitoa tusije tukaja tukazipuzia. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea juu ya umuhimu wa kutoa sadaka. Huku ni kumkopesha Allah, na huu ndio mkopo ambao uliokuwa bora. Sio leo hii tunachukua mikopo katika vikoba, tunachukua mikopo kwa ushadamu, mwisho wa siku tunakwenda kutolewa vitu vya ndani, mikopo ambayo ndani yake ina riba. Mwisho wa siku tunakwenda kuhadhirika, mwisho wa siku tunakwenda kukimbia majumba yetu na watoto wetu. Ukiulizwa nini, mtu huyu anadaiwa na watu wakausha damu. Lakini hii si mikopo iliyokuwa bora. Angalia mkopo uliokuwa bora. Allah asema kwenye Qur'an, man dhalladhi yuridu Allah qardan hasana, yule ambaye atakayemkopesha Allah subhanahu wa ta'ala qardan hasana, mkopo ambao uliokuwa bora, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, basi mtu huyu tutamzidishia na mtu huyu atapata malipo ambayo yalikuwa mazuri. Ona sifa ya Allah. Kwa kumbe wewe ukitoa sehemu ya mali yako, usitarajie kwamba mali yako ile inakwenda kupotea ama inapungua. Badala yake Allah subhanahu wa ta'ala anakuzidishia katika mali yako. Lakini waislamu wa leo tumekuwa na mioyo ya ugegezi, tumekuwa na mioyo migumu, tunashindwa kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona ya kwamba thamani ya kutoa ni kutoa tu tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa nini, wa Ramadhani. Kumbe ni ibada ambayo inatakiwa yenye kudumu na ibada ambayo ya kuendelea. Lakini pia vile vile kulisha maskini, ibada hii ya kuendelea kuwalisha maskini iendelee. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa jazaa wale ambao wanawalisha maskini, na amewaahidi kuwa atawapa pepo. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Hawa kuna watu ambao wao waliokuwa wema, watu ambao waliokuwa waumini, watapewa glasi za mvinyo ambazo zinatokana na karafuu, watakunywa. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira,
Chemchemu hizo ambazo zinatoa mvinyo watakunywa wale ambao waliokuwa Allah subhanahu wa ta'ala watapata kuneemeka na kufurahi katika maeneo hayo. Ni wakina nani ambao watapata neema hiyo? Allah asema yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yufuna bin nadhir, watu ambao wanazitekeleza nadhiri zao, wayakhafuna, na wanaogopa, yauman, siku ambayo kana sharruhu mustatira, ambayo shari yake ni pana, shari yake ni yenye kuenea, shari yake yenye kudumu. Wanaiogopa watu hao siku hiyo. Lakini sivyo hivyo, watu wengine ni wakina nani? Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wayut'imuna at'ama, watu hao wanalisha chakula ala hubbihi, tena wanatoa vile ambavyo wanavyovipenda. Miskina, wanakwenda kuwapa maskini, wa yatima, pamoja na mayatima, wa asira, pamoja na mateka. Wanaonea huruma, wanatoa vile ambavyo wanavyovipenda. Lakini leo hii katika vyakula vyetu tunavyovitoa, utasikia hiki ambacho mimi sijakipenda, ngoja nimpe maskini. Yani vile ambavyo sisi tuvipendi ndio tunawapa maskini. Ikiwa Mtume anasema ahibba linnasi ma tuhibbu linafsik, wapendelee watu kile ambacho unachokipenda katika nini? Katika nafsi yako. Lakini vile vizuri tunatolasia pamoja na familia zetu, lakini vile vibaya ndio tunakwenda kuwapa wengine. Lakini Allah anasema ya kwamba wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskina, ala hubbihi, wanatoa chakula tena vile ambavyo wanavyofanyaje? Wanavyovipenda. Wanawapa maskini pamoja na mayatima pamoja na mateka. Lakini Allah akakuishia tu hapo, inma nut'imkum liwajhi llahi. Hawa mabwana sifa yao wanatoa kwa ajili ya kujitakasa mbele ya Allah, kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Wapo watu leo hii wakitoa sadaka watataka wapige vipicha, watataka waonyeshe mitandaoni kwamba nimempa chakula mtu fulani, kwamba nimemdhamini mtu fulani, kwamba nimemfadhili mtu fulani, kwamba nimefanya kaza, nimewatembelea suma watoto yatima sehemu fulani. Sifa ya watu ambao wenye kutoa, la nuridu minkum jazaa wala shukura. Yani wao hawataki malipo ya aina yoyote wala hawataki kushukuriwa. Lakini hawa wanaofanya hivi lengo ni nini? Ili lengo wapate kusifiwa mtandaoni, ili lengo wapate kusifiwa na jamii. Fulani bwana kafanya kitu fulani. Kama uamini, ingia mtandaoni utakwenda kuona. Haya si makusudio ya kutoa, ndugu zangu katika imani. Lakini Allah kushia hapo akasema inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarila. Watu hao ambao hawahitaji malipo wala shukurani, wanaofia kutokana na siku ambayo iliyokuwa nzito, siku ambayo iliyokuwa ni ya masononeko, siku ambayo iliyokuwa ni ndefu mno. fawaqahu Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadharatan wa shurula. Basi Allah subhanahu wa ta'ala atawakinga kutokana na shari ya siku hiyo. Lakini pia vile vile watu hawa atawapa nuru, atawapa ujamali, atawapa uzuri. Pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atawapa furaha. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Watu hawa sasa malipo yao watapewa pepo pamoja na nguo za hariri. Ni wakina nani watu hawa ambao wanapewa pepo na nguo za hariri? Yufuna bin nadhiri, wale ambao wanaotekeleza nazili zao. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, wale ambao wanafanyaje? Wanaotoa vyakula ambavyo wanavyovipenda kuwapa maskini, mayatima pamoja na mateka. Hawa Allah amewaahidi kuwa atawapa pepo yake. Lakini pia vile vile ndugu zangu katika imani, kutenda wema na ukarimu. Tuendeleze zile tabia njema ambazo tulikuwa tukiwakarimu wazazi wetu na ndugu zetu tukiwa tuko nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tabia hizi ziendelee pia vile vile hata tukiwa nje ya nini? Ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuoneana huruma. Pia vile vile tusije tukaja tukayapuuza yale matendo ambayo tulikuwa tukiyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusije tukawa miongoni mwa wale ambao walikuwa kama vile wanaiabudu Ramadhani. Wakati bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafikwa na umauti, Umar ibn Khattab alisimama na kusema kuambia watu ya kwamba wallahi hakika bwana Muhammad hajafanyaje? Hajakufa. Yule yote ambaye atakayesema Muhammad amekufa, basi mimi nina yeye. Kwa sababu gani? Kutokana na ile huzuni ilikuwa kama vile imemgubika akili yake. Maswahaba walichanganyikiwa, lakini baadaye akaja akarekebisha maneno yake. Akaja Abu Bakar as-Siddiq akasema kwamba ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Yule ambaye alikuwa akimwabudu Muhammad, basi anatakiwa atambue kwamba Muhammad amefanyaje? Amekufa. Wa man kana ya'budu Allah, na yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni hai daima wala hafi.
Na ndivyo hivyo tunakwenda kusema ya kwamba man kana ya'budu Ramadhan, yule ambaye aliyekuwa anaabudu Ramadhani, fa inna Ramadhan qad madha, atambua ya kwamba Ramadhani imepita. Wa man kana ya'budu Allah, na yule ambaye aliyekuwa anaabudu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai wala afanyaje, wala hafi. Kwa hiyo ibada zetu tusiende tukazikita tukazifanya hususan zikawa ni mahususi kwa ajili ya mwezi tu wa Ramadhani, alafu miezi mingine tukaenda tukaacha. Ndugu zangu katika imani, kuna majambo ambayo nataka nikueleze. Ukiona mambo haya Muislamu umeacha au yamepungua kwako, basi ujue ya kwamba lile lengo la Ramadhani la'allakum tattaqun wewe haupo. Ni mambo gani hayo? Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ajab fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza. Ibadallah, usikum wa usi nafsi maratan thaniya bittaqullaha ta'ala azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, ni mambo gani ambayo Muislamu ukiona mambo haya kwako yamepungua au umeacha, basi ujue Ramadhani wewe haijakufaidisha na chochote. Jambo la kwanza ni kule kupuuza kwa swala. Ukiona unaipuuza swala yako kwa kutokuiswali swala ya faradhi, ama kutokuiswali kwa wakati wake, au kutokuiswali kwa utulivu kama vile ambavyo inavyotakikana, ukiona mambo haya unayo wewe, basi ujue ya kwamba una mashaka makubwa sana. Lakini pia vile vile jambo lingine, kuacha kuswali swala za jamaa misikitini, mkawa mnajifungia majumbani mwenu, mkawa mnaswali peke yenu. Zile swala za jamaa mlikuwa mkiziswali katika mwezi wa Ramadhani tu peke yake, lakini wakati huu unaswali peke yako, ama unajichelewesha ili uswali peke yako, basi tambua kwamba wewe una mashaka makubwa. Na ukawa umeacha kusoma Qur'ani, ukawa umeipuuza Qur'ani ulijali ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Sasa hivi unasikiza nyimbo za kina Diamond na Zuchu, basi tambua kwamba wewe lile lengo la allakum tatakuni wewe haupo. Ramadhani hujakufidisha na chochote. Chukua tahadhari hiyo ndugu yangu katika imani. Lakini sivyo hivyo tu, pia vile vile kurudia katika maasi na mambo ambayo yalikuwa ni ya upuuzi. Ukiona wewe kijana wa Kiislamu uliacha kucheza michezo ya portable, uliacha kucheza kamali, wakina mama mliacha kuongea maneno ya kipuuzi vibalazani na kusengenya watu, mliachana na mambo mbalimbali ambayo yalikuwa ni mabaya, ambayo yalikuwa hayamfurahishi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mambo haya ukaona umerudiwa nayo na unaendelea kuyafanya yale mabaya, ule uhuni na umalaya ambao ulikuwa unataka kufanya pamoja na wanawake, leo hii unaendelea nao tena, basi tambua ya kwamba wewe Ramadhani haijakufidisha na chochote. Kuna watu wengine wanashtuka wanasema shehe anazungumza maneno makali sana mimbalini, lakini sivyo hivyo. Yale ambayo wanaoyafanya tunayaona mabaya kwa macho yetu, sio mambo hatari zaidi, mbaya zaidi, na watoto zetu wanayaona yakiwa mambo ambayo yalikuwa ni mabaya zaidi. Lakini ikatoka shehe akizungumza akitumia neno hili, inaonekana shehe anaongea maneno makali, akati kumbe wao wamedhihirisha mambo ambayo yalikuwa ni hatari zaidi na tunayaona kwa macho yetu. Tutaahidi na tunazungumza ya kwamba mabaya haya lazima tutayazungumza. Wale ambao wenye tabia hizo, wenye kuchukia wachukie, waseme watakavyosema. Lakini wale ambao watakaokuwa wametoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu wakalejea matendo ya namna kama hii, basi kwa hakika watu hawa hawatoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun, hakika wale ambao mambo ya kipuuzi wanayapuuza na wameacha, ulaika humul warithun, hawa ndio ambao warithi, alladhina yarithuna alfirdausi hum fiha khalidun, ambao tutawalisisha firdausi nuzura, pepo ambayo ndio grade ya juu kabisa. Kama ni VIP kule ndo utasikia VVIP, ambayo huko watakuwa na nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wale ambao kwenye Ramadhani walijizuia na mabaya na machafu, alafu baada ya Ramadhani ikaisha wakajizuia tena, basi hawa Allah amewaahidi atawapa nini? Atawapa pepo. Tena pepo yenyewe si ya mchezo, si pepo ndogo ya chini, ni ile pepo ya juu ambayo itakuwa na nani? Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, tuendelee kuthibiti katika ibada, zile amali ambazo tulizokuwa tukizifanya tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tuendelee nazo, ili nafsi zetu zitakapokuja kutolewa katika miili yetu zisitolewe tukiwa tumekasilikiwa na Allah, zitolewe zikiwa tumefurahikiwa na Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
wale ambao wanaosema Mola wetu Mwenyezi Mungu kisha wakawa na msimamo wakathibiti katika ibada zao, tatanazzalu alaihimul malaika, watu hawa wakashukiwa na malaika watawaambia alla takhafu wala tahzanu, msiwe na hofu wala msiwe na huzuni, wa abshiru bil janna, na watapewa bishara njema ya pepo allati kuntum tu'adun, pepo ambayo walikuwa wameahidiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu ni katika imani, tusiache sana kudumu na matendo ambayo tuliokuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Matendo haya tunatakiwa ni yawe matendo ambayo yenye kudumu, na ndiyo maana hotuba yetu ya leo inazungumzia maisha baada ya Ramadhani, kwamba Ramadhani hii wewe imekuathiri vipi, ili tupate lile neno au kauli ya Allah aliyosema la'allakum tattaqun, basi tuishi maisha ambayo yalikuwa mazuri, tufanze mambo ambayo kama tulivyokuwa tukifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, japokuwa hatutofanya kwa ukubwa, lakini tudumu nayo hata kwa ule uchache wake. Pia vile vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea sana kusoma dua hii, Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubi ala dinika, ewe Mwenyezi Mungu ambaye mwenye kugeuza nyoyo, basi ninakuomba uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Haya maneno tuyaombe sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atuthibitishe tudumu katika nini? Katika dini yake. Lakini maneno mengine Mtume alikuwa akisema Allahumma ya musarrifal qulubi sarrafa qulubina ala ta'atika, ewe Mwenyezi Mungu au Mola ambaye mwenye kugeuza nyoyo, basi tunaomba uzigeuze nyoyo zetu katika kukutii wewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Kwa maneno haya mimi na wewe ndugu zangu katika imani inatupasa tuyachukue na tuyafanyie kazi na tupate maana kamili ya la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wacha Mungu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wenye kusikia na kuyafanyia kazi.